Ulikuwa ni wakati ambao Israeli wamekuwa watu wagumu sana. Kumbuka katika safari yao mwanzoni kabisa, Mungu anawaambia nitakwenda pamoja na ninyi. Mungu anawaambia nitatembea pamoja na ninyi. Mungu anawahakikishia usalama wa maisha yao. Wanapoendelea na safari, na katikati ya safari Israeli wanabadilika, wanaanza kufikiri kurudi tena Misri. Maisha yameanza kuwa magumu, hawana hamu na furaha na safari tena. Ndipo Musa mtumishi wa Mungu akaanguka mbele ya Bwana akasema, kama Mungu huwezi kutembea na sisi, tafadhali usituache tuondoke, usituache tuendelee na safari. Kama tunatembea bila Mungu, maisha yetu yana hasara, lakini Bwana akitembea pamoja na sisi, maisha yetu yana furaha. Maisha yetu, hata kama tunapitia wakati sio wa kawaida, hata kama tunaishiwa chakula, hata kama tunaugua, hata kama tuna mateso, hata kama tuna maadui kadha wa kadha, lakini Bwana akiyazunguka maisha yetu, sisi tuna nguvu na ujasiri katika Bwana. Ni hasara kama tutakuwa na vitu vyote, lakini Bwana asiende pamoja na sisi. Ni hasara kama tutakuwa na marafiki wengi, lakini Bwana asiende pamoja na sisi. Ni hasara kama tutakuwa na fedha na Bwana asiende na sisi. Ni afadhali tusiwe na chochote, lakini Bwana awe katika maisha yetu, katikati ya mipango yetu yote. Mambo haya yalisemwa na Daudi mbele ya Goliati na mbele ya Israeli. Israeli watu wa maarufu na wanamjua Mungu, wakati huu wamefadhaika siku 40, wako nyikani katika bonde la vita, wamepoteza jasiri, wamepoteza matumaini, wamepoteza kinga ya kiimani. Daudi anapofika katika mkutano wa Bwana, anasimama, nikifupisha hiyo habari, anasema huyu mtu anayetukana majeshi ya Israeli, nina uwezo wa kumuua kabisa. Hakusema nitajaribu. Daudi hakujaribu mbele ya Goliati, alisema huyu mtu mimi nitamuua. Israeli wamesisi, Israeli wametulia, Israeli hawana hamu ya kuendelea na vita. Mtu mmoja tu Mungu akamtokea akasema, mimi sikujii kwa jiwe lililonalo. Nawaambia mwaka 2026 usitembee kwa mazoea uliyokuwa nayo. Badilisha mtazamo, badilisha mawazo, badilisha mwelekeo. Usiende na yale mazoea. Hata kama unaimba, imba kwa namna nyingine. Hata kama hudumu kwa namna nyingine. Hata kama unaomba, ongeza nguvu ya maombi. Badilisha yale ambayo yalikushinda mwaka 2025. Daudi anasema, ninakuja kwako Goliati, ana mawe 5, lakini jiwe moja tu lililokuwa na ujumbe. Mtu mmoja akasema, ni kwa nini aliokota 5? Je, Daudi hakuwa na imani? Je, Daudi alikuwa na mashaka? Hapana, kuna maadui wengine ambao watainuka Goliati atanguka, nao washughulikiwe katika jina la Yesu. Maadui wote watakaoinuka baada ya yule adui yako unayemjua, na wale nao washughulikiwe katika jina la Yesu. Kusiwe na adui anayesalia baada ya kutembea na Bwana. Bwana anatembea na sisi, Bwana anatembea na wewe, Bwana anatembea katika biashara yako, Bwana anatembea katika familia yako, Bwana anatembea katika ndoa yako, Bwana anatembea ofisini kwako, Bwana anatembea kwa afya yako, Bwana anatembea kwa huduma yako. Usiwe na mahali pa kupungukiwa. Mawe 5 yaliyotabiri ya kwamba kanisa haliwezi kuwa salama bila huduma 5: wachungaji, manabii, wainjilisti, mitume na watu wengine. Na usalama wa kanisa ni pale ambapo tunatembea na yale mawe 5. Maadui zetu hawatatushambulia. Wapo baadhi ya washirika wa kanisa hili la FPCT Chamazi wamezungumzia namna ambavyo wameupokea na wanavyoenda kufanyia kazi. Kwa upande wangu mimi naona imekuwa ni ibada ya baraka na imenipa nguvu ya kuendelea na Mungu kwa mwaka 2026. Kufunza mambo mengi sana, mambo ya kututia moyo katika safari ya mbinguni na katika mwaka ambao tumeweza kuanza mwaka huu wa 2026. Kanisa la FPCT Chamazi tumesifu na kuabudu kanisa ambalo lipo chini ya mchungaji kiongozi Mchungaji Singo kutoka kanisani Mapila. Leo naitwa Usachazi Kinyara wa Habari Maalum TV.